Na kusalimu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Karibu katika somo letu linaloendelea, mfululizo wa Roho Mtakatifu. Leo tunajifunza Roho Mtakatifu anatufanya tuwe mashahidi wa Yesu. Roho Mtakatifu anatufanya kuwa mashahidi wa Yesu. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 32, neno la Mungu linasema, na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtio. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya neema hii. Bwana, utufunulie tuweze kuelewa jambo hili, hasa nyakati hizi za mwisho, ambaye Baba unaliandaa kanisa kila mahali lilipo kwa ajili ya unyakuo. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi karibu ndugu yangu, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Hapa linasema sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wao wote wamtio. Mashahidi wa Yesu ni wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu kushuhudia wokovu na kazi za Yesu. Mashahidi wa Yesu ni wale ambao wanashuhudia ufufuko wa Yesu na kazi za wokovu na ushuhuda wa Yesu pia. Nguvu ya kuwa shahidi. Matendo ya Mitume 1:8, neno la Mungu linasema hivi. Lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu hutupa nguvu ya kiroho ya kuhubiri Injili na kumshuhudia Yesu bila hofu. Ndugu yangu, kwa nini watu wengi wamekuwa na hofu katika kushuhudia habari za Yesu? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hajawafanya wawe na nguvu ya kufanya hivyo. Ukitaka kuwa na nguvu ya kushuhudia habari za Yesu, omba Roho Mtakatifu aje juu yako akufanye kuwa shahidi mwaminifu. Roho Mtakatifu hutupa ujasiri. Roho Mtakatifu hutupa ujasiri. Katika Matendo ya Mitume 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Roho Mtakatifu huondoa hofu na kumpa Mkristo ujasiri wa kusema ukweli wa Injili. Ukweli wa Injili ya Yesu Kristo kwa wengine bila hofu yoyote, kwa sababu Roho wa Bwana atakuwa anamtia nguvu kila mtu huyo aliyemtii na aliyemwamini. Roho Mtakatifu hufundisha ukweli. Yohana 14:26, Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu tusaidia kuelewa na kufundisha neno la Mungu. Roho Mtakatifu huthibitisha Injili. Waebrania 2:4, Mungu naye akawashuhudia pamoja nao kwa ishara na maajabu na miujiza. Mungu huthibitisha Injili kupitia ishara, miujiza na karama za Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, kama ulivyoona slide iliyopita ya kwamba Roho Mtakatifu anatoa karama ya neno la hekima, karama ya neno la maarifa, karama ya miujiza, karama ya kunena kwa lugha na kutafsiri lugha. Basi miujiza ni moja ya karama ambayo hushuka wakati Injili inapohubiriwa. Kuponywa kwa wagonjwa, kufunguliwa kwa waliofungwa na kuinuliwa kwa viwete na kutangazia habari njema watu miujiza, waliokosa, waliofungwa matumbo kufunguliwa. Haya yote yanatokana na Injili iliyopelekwa na mashahidi waliokubali kuithibitisha kweli ya Injili. Mungu huthibitisha Injili kupitia ishara, miujiza na karama za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hubadilisha maisha. Wagalatia 5:22-23, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, kiasi, upole na kadhalika. Hivi vyote ni matunda ya Roho Mtakatifu ambayo yanajitokeza kama tabia ya Mkristo ambayo imebadilishwa kupitia Roho Mtakatifu.
Haya yote tunaweza kuyaona, ni vema kila mtu aweze kuyapata kwa sababu amekuwa shahidi mwaminifu. Roho Mtakatifu huwavuta watu kwa Yesu. Yohana 16:8, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Roho Mtakatifu hugusa mioyo ya watu na kuwaonyesha hitaji la wokovu. Mahali popote ambapo tunakubali kuwa mashahidi wa habari njema, kama ulivyoona kwenye ile slide ya kwanza kwamba Roho Mtakatifu anapoenda kushuhudia kwa wengine, na sisi tunakuwa mashahidi. Anasema Roho Mtakatifu yeye ni shahidi na sisi tu mashahidi pia. Hivyo unaweza kuona jambo hilo la muhimu sana kwetu. Haleluya. Roho Mtakatifu anatoa wito wa kuwa shahidi. Mathayo 28:19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Kila Mkristo amepewa jukumu la kumshuhudia Yesu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapoenda kuipeleka habari njema, Roho Mtakatifu anaendelea kutupa wito wa kuwa mashahidi. Ukiona Mkristo amenyamaza, hatoi ushuhuda wowote wa habari za Yesu, basi huyo inawezekana bado hajakaa vizuri na Roho Mtakatifu, kama ambavyo neno la Mungu nasema katika Matendo ya Mitume 5:32 kwamba na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtio. Sisi tu mashahidi pamoja na wote ambao Roho Mtakatifu amewapa wote wamtio. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni shahidi na sisi pia tu mashahidi wa habari njema popote. Ndugu yangu, unasubiri nini kutafuta ushahidi wa habari njema ambayo unaweza kupeleka kwa watu wengine? Ni jukumu la kweli ambayo Mungu ametupa mimi na wewe. Lakini pia ndugu yangu, katika Warumi 8:14 anasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu na hao ndio wana wa Mungu. Kristo anayeongozwa na Roho Mtakatifu ataishi maisha ya ushuhuda na kumtangaza Yesu. Asante sana na Mungu akubariki. Pastor Dominic Masi kutoka Manyara, Tanzania. Ninamshukuru Mungu sana kwa hili. Acha niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wa uzima, asante kwa upendo wako na fadhili zako ambazo Mungu umeachilia kati yetu. Nisaidie mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji wangu, ili aweze kupata kuwa shahidi mwaminifu wa kupeleka habari njema kwa wengine wote wanaozunguka. Kwa kuwa umesema katika neno lako kwamba sisi tutakuwa mashahidi wa habari njema, basi na sisi tuwe mashahidi wa habari njema popote ambapo Baba tunaweza kufanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, endelea kuachilia upako na nguvu. Amen.